Kitabu ni cha Isaya mlango ule wa 10 kuanzia mstari wa 27. Nami nitasoma. Tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako, na nira yake shingoni mwako. Nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Rudia tena hiyo. Nataka tu mstari wa 27 peke yake. Peke yake. Sema peke yake. Na utakaporudia mara ya pili, utanifunikia Biblia, tutembee na wewe, kuna mahali takuacha. Tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako, nira yake shingoni mwako. Nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Tosha hapo. Bwana asifiwe. Nimekuja nikwambie leo, kuza mwenzako mwambie, na pia anasema ya kwamba umepitia mateso, umepitia shida, umehangaika na mahangaiko, unapotaka kuinuka unashindikana, lakini maandiko yanasema ya kwamba itakuwa tena siku moja, ni siku kama ya leo ya Jumapili. Kuna muziki ulikuwa umepeshwa, ulikuwa umefungwa katika mapekani mwako. Bwana anasema ya kwamba itakuwa wakati kama huu, hata uondoa katika shingo lako, hata uondoa katika mapekani mwako, na ile nira iliyokuwa imekufunga hata ikatakata, na baada ya kuikata hata ikia mafuta. Nimekuja nikwambie leo, ninaongea na magonjwa ambayo imekuteza, ninaongea na mapepo ambayo umesukumiwa. Unapolala naona watu wanatembea, leo ninaenda kuondolewa, leo ninaenda kuondolewa. Halo, nimekuja nikwambie mama, ninaongea na mtu aliyetopewa mapepo, ninaongea na mtu aliyechokiwa na familia. Wanapotaka kuona nainuka, wanakanyaka mbele zikanyake, lakini maandiko yanasema itakuwa siku kama hii leo. Bwana anaongea wazi. Nimekuja nikwambie, ile muziki uliyopepeshwa, ile uchawi na magonjwa inaenda kuondolewa, inaenda kuondolewa, inaenda kuondolewa, inaenda kuondolewa. Chochote waliorusha juu yako inaenda kuondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mizigo iliyopepeshwa mapekani. Kuna watu walienda kinyume wakaweka juu yako, wakatuma magonjwa, kila wakati ni kutumia pesa. Wenda hospitali kupigwa x-ray, nimekuja nikarusha x-ray. Hautapigwa tena, hautapigwa pesa, hautapigwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema leo mzigo uliopepeshwa. Sema mzigo uliopepeshwa. Sema mzigo uliopepeshwa mapekani mwangu. So kata wale mzigo. Leo tunaangusha mzigo. Kuza mwendako mzigo mateni. Mzigo kufanyishwa kazi mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusi msemo mwingine akanirukia kwangu nyumbani. Aliongea paka machozi katoka kaambia pasa unajua nini? Akaniambia pasa usiku sitalala. Nimejenga nyumba 13 za mabati nikikonga na nyumba. Nilimwangalia nyumba 13 usiku anapiga mabati akiweka anamwambia umeweka marufu yenye vibaya shuka. Anasema usiku wote mpaka kichwa kikao kinamuuma. Nikatafakari nikasema kweli kuna kusimuni kuna waka moto. Kusimuni kuna tumika. Lakini nimekuja nikwambie, inawezekana hata unapitia kipindi kama hicho. Bwana amenituma kama nabii. Ninakunasua kwa mtego. Ninakunasua kwa mtego. Ninakunasua kwa mtego. Ninakunasua kwa mtego. Chochote walichotupa kwako kimekuwa kinakuyumbisha. Leo kinaondoka kwako. Ninasikia ule muziki uliopepeshwa. Ule muziki wa maneno. Muziki wa laana. Muziki wa chawi. Umekuwa huwezi kulala. Kila wakati ni magonjwa. Maandiko yanasema ya kwamba ile muziki uliopepeshwa Bwana atauondoa, na ile ndio waliokufunga hata ifunja, na baada ya kuifunja hata yale sasa. Kuna vitu vinaharibiwa kwa anga yako, kuna vitu vinaharibiwa, kuna vitu vinaharibiwa, kuna vitu vinaharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nitaviharibu. Leo nimekuja nikwambie, kuna vitu vinaharibiwa kwa anga yako, kuna vitu vinaharibiwa. Chochote alichotuma juu yako nimekuja nikwambie mama, leo kinaharibiwa, leo kinaharibiwa. Na baada ya kuharibiwa atakutia mafuta, atakutia mafuta. Naongea na mama leo, kuna mafuta yako juu yako, mafuta yako upele, mafuta ya
biashara, mafuta ya kazi, mafuta ya kuendelea. Kuna mafuta inashuka, kuna mafuta inashuka, kuna mafuta inashuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema leo walionifunga leo wameanza kuhangaika. Ninahubiri hapa nao wanahangaika. Walienda kinyume na wewe. Wale waliokwenda kinyume. Ninaongea na mtu aliye tayari. Haijalishi umepitia vingapi, lakini jambo lenye najua, what I know, Bwana amenituma nikwambie, ile chenye kimekuwa kinakukula, kimekuwa kinakutesa, kinaenda kuondoka kwako, kinaenda kuondoka kwako, kinaenda kuondoka kwako, kinaenda kuondoka kwako. Naongea na wazee, naongea na wamama, naongea na vijana, kinaenda kuondoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ujue tulipokuwa sheria nisema ya kwamba kumbe kama hujafunga ndoa, mama kama umeolewa na una pete wanasema mmekana mliipana. Nisikia wakisema bado mmeipana. Kasema kumbe kama una pete kwa mkono hata kama ile shosho bado mliipana. Iko hivyo. Nisikia wakisema hata wachungaji wa maskofu wanasema kama una pete kwa mkono ulifanya wizi. Hiyo vitu ni wizi. Lakini mimi naona imebakia masekunde na mwezi wa kuhesabu, natoka kwa kuibiwa na kwa mtu upende kwa jina la Yesu. Nikishafunga tu nikimaliza, wewe ndio next. Wewe ndio next. Kwa jina la Yesu. Ninatapelewa. Kwa jina la Yesu. Ile mfoko iliyokuwa imekufunga, ile shida iliyokuwa imekufunga, ninaona ikikatika katika. Naona ikikatika katika. Katika macho ya kiroho. Naona ikikatika katika. Waliokuwa wamekwenda kinyume. Baada ya kuondoka toa. Kuna muzika utatoka nao. Hautatoka nao. Hautatoka nao. Hautatoka nao. Hautatoka nao. Bwana Yesu asifiwe. Walikupandika majina unaitwa mama tabo, mama shida. Ule mama hilo jina waliokopa, hilo jina la udoko. Leo nimekuja nikwambie, inasema ya kwamba hilo jina waliokutonesha, Bwana atakapovunja hiyo nia, anabadilishwa jina. Unaitwa mama wa baraka, unaitwa papa wa baraka, unaitwa kijana wa baraka. Nimekuja nikwambie leo, kabla sijaondoka hapa, kuna vitu vinaondoka kwako. Ile magonjwa yaliyokutokea, ile shida yaliyokutokea, ile mateso yaliyokutokea, ninaona imeanza kuondoka. Ninaona imeanza kuondoka. Ninaona imeanza kuondoka. Ninaona inaenda kuondoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na itakapoondoka, utanunua modoka. Itakapoondoka, sema nitajenga nyumba. Itakapoondoka, utaupele. Ulikuwa unaitwa mama wa nukse, ulikuwa unaitwa papa wa nukse. Ile mseko utakapoondoka, Bwana anabadilisha ile maisha. Anaachilia vitu vyepesi. Inazika kwa macho ya kiroho naambiwa. Kuna vitu vinashuka kwako. Nilikuwa nimesaidiwa na ndugu zako. Nilikuwa nimesaidiwa na wachomba. Lakini ainuliwe Jehova. Ninapokuwa na upili na mnaye, ninaona uwepo wa Mungu. Unapita juu yako. Unabadilisha jina lako. Unaitwa mbarikiwa. Unaitwa mbarikiwa. Unaitwa mbarikiwa. Unaitwa mbarikiwa. Unaitwa mbarikiwa. Masaa imefika. Ninatangaza. Unaitwa mbarikiwa. Masaa imefika. Ninatangaza. Nyumba ya utumwa hautakaa ndani yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema kuanzia leo nabadilisha maisha yangu. Sema nabadilisha maisha yangu. Jipige kifua, sema kuanzia leo. From today. Sema kuanzia leo. Ninajitabiria. Ninaenda kuendesha kari. Ninaenda kuendesha kari. Naomba waliokufunga wasiame ule muda. Baada ya muda kidogo, waone Mungu atafanya. Waone Mungu atatenda. Waone Mungu atafanya. Waliona hiyo biashara yako, wakaenda kinyume kufunga, hawatafunga.
Bado vitu vidogo hivi ndio tunaenda nje. Mmoja anataka wewe. Mwambie bado tu, mwambie bado. Mama mwambie bado. Sio mpatie iPhone, mwambie hii bado madogo. Mwambie kama unakasirika na madogo tu. Kuna makubwa yenyewe inakuja. Kuna makubwa yenyewe. Chama makubwa yenyewe. Hawataka usengeze. Hawataka usengeze. Hawataka usengeze. Hawataka usengeze. Hawataka usengeze. Bwana sifiwe. Hata kama anakasirika ni madogo, mwambie ni madogo wewe. Mwambie ni madogo. Siku moja utaingia kwa mlango. Wacha wale asha amekusoea. Wacha wale walio kwa mlango wamekusoea. Utaingia umefunga kitambaa. Inaitwa namna gani? Kuna kitambaa kingine inaitwa rokomando. Ile wachanua. Ikiingia kwa kichwa inakuwa kama vichwa viwili. Hata acha mwenye kuona kwa mlango atachanganyikiwa. Anasema ni yeye Masia. Bwana atakuwa amechepa maombi. Bwana atakuwa amechepa maombi. Bwana atakuwa amechepa maombi. Ninatangaza ibada leo. Kuna maombi yanachepewa. 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 Sema kuna maombi yanachepewa. Sema hapa sipanduki. Huyu mama amesema jambo la maana. Akasema wakuje na nini? Na katapila. Ile gari inaitwa Fulukutosa. Ile gari ya kupepa mawe kupomoa ghorofa. Anasema kwamba hasi hapanduki. Anachua siri ya madhabahuni. Hata nami nakwambia ambia jirani yako. Kuna uwepo ndani ya madhabahu. Kuna baraka ndani ya madhabahu. Kuna uponyaji ndani ya madhabahu. Ndio maana akasema ya kwamba waniletee gari kubwa. Siwezi kuondoka. Nimeweka karo na Bwana. Nimeweka nanga na Jehova. Nami natabiri kuanzia leo. Unaposikia sauti hii, sema Jesus. Sema Jesus. Ninatabiri juu ya maisha yako. Hata kama kweli walienda kinyume, wakasema utakuja na sanduku la maiti, watakuona ukiendesha gari. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Mwambie mwenzako hapa sipanduki. Mwambie sipanduki. Bwana asifiwe. Ujue Mungu anataka wewe na msimamo. Mwambie mwenzako kuwa na msimamo. Paka anasema Bwana akitaka kutenda vitu akuinue. Paka uwe na msimamo. Ndio kasikia ule jana akasemaje? Wakuje kwa magari 4-5. Kuna kitu nimeona. Ndio Rosimwanda kaimba Mtanzania jirani. Nimeonja utamu wa Yesu. Nami nakutapilia hapa. Haya madhabahu. Ili kupokea ukiwa na shida. Ili kupokea ukiwa mgonjwa. Lakini katika macho ya kiroho. Hiyo shida itaendelea. Hiyo shida itaendelea. Nimekuja nikutetee kwa ibada. Inaongea kama roho, inaongea kama wasiri. Masaa imefika sasa katika nyumba ya utumwa. Unaanza kutoka sasa. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fanya hivi, salimia baba wangu juu, mikono juu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Inaufunua anasema hiyo sherehe tunakula mpaka tupepe. Bwana anasema nimesikia fununu tutapepa. Tutapepa uje na maliporo, uje na kila kitu. Sema kuja na kila kitu. Na ikiwezekana unaweza kunywa hata ukwachu, juisi ya ukwachu. Ukiwa unasikianga juisi ya ukwachu inaleta appetite nini ya kukula. Maana siku itakuwa ni kukula. Bwana asifiwe. Namwambia watumishi wasitupeleke sana. Mtumishi Joyce, usitupeleke mpaka tukule saa 11. Bwana asifiwe. Unajua watumishi wanakuanga na mambo mengi. Wanasema uongo. Wanakuja kwa introduction. Hello. Yes. I am apostle. Sijui askofu. Peke askofu sisi. Sisi tumekuja kula. Inataka ikifika saa 7 tumeanza kula. Supigie Bwana makofi. Ikifika saa 7 tumeanza.
Ama nasema wao. Ifike saa 11 mpaka bado. Wasiwatie mudi ya kula. Tumichanga unapita na ile tunaenda kwa sufuria. Anza kutoa vitu. Bwana sifi. Kifika saa 7 tumeanza kufanya nini? Kula. Tunasherehekea, sema kusherehekea. Kwenye tumetoka tuombane. Kwenye tunaenda ni karibu. Hamjamweza hata kama anapitia mateso ni mengi. Kwenye nimetoka ni umbali. Kwenye nakanyaga ni muda kidogo tu. Ninaingia kwa baraka zangu. Sema naingia kwa baraka zangu. Sema kwenye nimetoka ni umbali. Kwenye naenda ni karibu. Hata kama umepigwa vita sana, lakini Bwana ananiambia nikwambie, kwenye umetoka ni umbali. Kwenye tunaenda ni karibu. Kwenye tunaenda ni karibu. Kwenye tunaenda ni karibu. Bwana sifiwe. Watu sema kwenye tunaenda ni mbali. Kwenye tumetoka sio mbali. Kwenye tunaenda karibu. Mwambie karibu. Sema karibu. Na leo nasikia Bwana akiniambia kenye kimekuwa kinakupesa akitaendelea kukupesa. Ninaongea na watu ambao wakoitwa wamekanyaga kwa hii madhabahu. Bwana ananiambia kwamba kusema yako mwambie elewa. Ninaongea na wewe leo. Kenye kimekuwa kinakusumbua hakitakusumbua tena. Hakitakusumbua tena. Leo mchawi wa kwenu anaisha. Mganga wa kwenu anaisha. Mchawi wa kwenu anaisha. Mganga wa kwenu ataisha. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nilipokuwa nataka kutoka kwenda nyumbani, Bwana akaniambia nenda uripoti madhabahuni kwanza. Uweke signature yako. Bwana sifiwe. Nikawa na roho nikajiuliza time. Ilibidi nikaja polepole. Nikaacha gari, sikwenda huko nikaacha polepole kwa mguu. Nilipokuja nikiingia kwa madhabahu, Bwana akaniambia kwa hiyo madhabahu nipate tu siri hapo. Nikapata sio alikuwa na mtumishi wa Mungu Gilbert hapo. Nikapata watu kadhaa mtumishi wa Mungu tulifika hata nyuma. Bwana akaniambia chini nilikuwa nataka kutuma kwa madhabahu. Nilikuwa nataka utoke na madhabahu ikiwa imekubeba. Hadi chochote kabla kwenye unaenda, nitatuma malaika kutangulia. Na wakupe roho ya utisho. Ninatabiri chini nikuja kwa ibada. Madhabahu inakutangulia. Madhabahu inakutangulia. Madhabahu inakutangulia. Madhabahu inakutangulia. Madhabahu inakutangulia. Madhabahu inakutangulia. Niliomba Bwana akaniambia sasa ondoka nene. Wewe ukienda kwa nyumbani unatokesea kisha naenda Rabai. Ndio naona usiku ukiwa Rabai unapigwa koo. Shetani shida. Shetani shida. Kuna siri katika nyumba ya Bwana. Nilikuja mahali hapa nikamwambia Bwana mimi umenituma na akaniambia kila kitu chenye unataka kitakuwa rahisi. Bwana sifiwe. Angalia Daudi wakati ambapo kumeharibika, nyumba za kwao zimechomeka kila kitu. Akamuuliza Bwana, kama maadui zangu na hicho wamechukua watu wa ndugu zangu, wamechukua ng'ombe, wamechoma mwishi, nikiwafuata nitawapata. Bwana akamwambia wako hapa naondoka uende. Ainuliwe Jehova. Leo tunafuata maadui. Chochote walichochukua kwako, chochote walichochukua, wanawafuata. Wanawafuata. Tunafanya nini? Tunawafuata. Maandiko yanasema alienda akapata kamtu. Sema kamtu. Hata kana nguvu. Kametembea kamechoka. Kamekaa chini. Kakauliza Daudi ni wewe Daudi na kujua. Yeye tumefanya kwa kijiji chetu ni kibaya. Tumechoma nyumba, tumechukua ng'ombe na tumeharibu vitu vingi. Lakini chenye nitakwambia ni apie kwa Mungu. Nikikwambia maadui wako wapi usiniue. Daudi akamwambia sina nia ya kukuua. Kakamwambia chenye tumefanya huko ni kitu kibaya. Hautaniweka hai. Daudi katika ile haya akampatia kipapa cha mkate, akampa asali, akampa maji. Alipokunywa akamwambia sitakuua. Alipomwambia baada kidogo katika Mfilisti akamwambia maadui ataenda mbali. Hapo hapo kando wanalisha ng'ombe, wameshindwa kutembea. Maandiko
inasema Daudi alikuwa amevaa nguo ya naivera, alikuwa amekaa ndani ya uwepo amefura. Alipoingia kaona, aliwateka mateka akawarekesha. Ninaongea na wewe leo, utarekesha vilivyochukuliwa kwako. Haimsina, unarekesha mali yetu, unarekesha mashamba, unarekesha pesa yetu, unarekesha vitu. Sema unarekesha, 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 unarekesha. Bwana sifiwe. Maandiko yanasema Daudi alivaa nguo inaitwaje? Naivera. Alipovaa naivera akaisha. Leo nimekuja na naivera. Unaenda kuivaa mahali hapa. Naivera ni madhabahu. Naivera ni Mungu mwenyewe. Naivera ni Mungu mwenyewe. Sema leo. Sema leo. Mkanga wa kwenu anahangaika. Sema mkanga anahangaika. Anapata tabu. Sema anapata tabu. Bwana Yesu asifiwe. Ule naye kupika vitu, anakwenda kinyume, anafanya fitina. Kuna mahali Mungu anaenda kumweka wazo, anaenda kumwanika. Usiwe na wasiwasi. Kwa sababu yako mwambie nyamaza. Mpa ifanye mwambie nyamaza. Bwana yupo upande wako. Anaenda kushangaa. Ukipandishwa cheo, anaenda kushangaa. Ukibarikiwa, anaenda kushangaa. Bwana sifiwe. Hii madhabahu inafanya kazi my friend. Kama gari itapita kisha mtoto kwa miguu, hadi wewe unashika mita, wewe kushika wala litabu, hadi gari ndogo ipite kwa mtoto, maana nia yao walikuwa wanakuja kesha. Sasa Bwana angekupali waende walaswe. Kuna vitu vingine hata kupitie, maana maandiko yanasema mtapita katika moto, hamtateketea. Mtapita katika maji, haitawadhuru. Hadi Mungu akiwa na wewe, chenye kimepangwa juu yako, chenye kimepangwa juu yako, chenye kimepangwa juu yako, chenye kimepangwa. Bwana sifiwe. Are you getting it? Sijui kama alipata. Alipotoka nyumbani, nia yake alikuwa anaenda kesho. Bwana akasema hata kama kali itatembea juu yake, hiyo siku ataenda huko. Na inuliwe Jehova. Hadi walishangaa mpaka leo wanashangaa. Hakufika popote. Lakini maana aliweka kama Mungu, naenda kwa poto Mungu. Kumbe Mungu unapotaka kumwapoto katika roho na kweli, hata mitego itekwe, anatekua, 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 anatekua. Bwana sifiwe. Halo. Bwana sifiwe. Nataka niondoe masikini ndani ya kanisa. Nataka kuondoa, sema masikini naondoa. Bwana sifiwe. Leo sema ile pesa nilikuwa natoa sadaka shilingi 20, 50, 30, 10. Ninaomba Mungu aniondoe hiyo 20, 30. Nataka kupanda sasa hicho. Pia mimi naenda kutoa sadaka ya kubarikiwa. Ile nyanya tangaza niweka limiti. Kama nimetoa pesa nyingi shilingi 15, kuanzia leo kwenye madhabahu. Sema leo ile musiko, abu yangu akutoa, nene yangu akutoa. Na leo ninatoa katika hiyo jamii, ninaondoa ile mila, ninaondoa ile mila. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Halo. Ujue tumetoka kwa familia tofauti, na hata mtu akubariki na gari, akwambie pasa nimekubariki na gari, gari mpya imetoka TikTok. Mapepo ya kwenu kama watu wa kununua gari, utasahau kuweka maji, unakuta gari inatoa moshi. Ani ile mapepo yanasema sisi kwetu hatukuwekwa nini? Nakwambia ukweli. Na hata kama utacheka nyumba, utasahau kesi ipige mpaka ifike mahali ilipoke. Ani inakurekebisha. Unaona kuna maroho fulani kwa familia, ukiangalia watu wote wanafanana, hali ya huyu, ya ule, ya huyu, wote. Ile hali kutoka si rahisi. Sifikiri rahisi. Paka ucheki. Say amen. Inafika wakati nasema no, nataka kwenda na staili nyingine.
na chuo cha mia kwetu watu karibu kusoma na kila, lakini mimi nataka kujiunganisha na watu. Nimesikia nikuhubiria maana nataka nikutoe mahali mako unaishi. Hii baada ya kutimshio sikiwa na upili sana kutoa. Hii usaipewa maana nikikuhubiria utatoroka kanisa. Lakini nasakulea kuna sehemu inatakana Mungu anataka kuangalia performance yako. Ambaye mtaka performance yako. Anataka kuangalia umekipanga vipi. Unaniabudu vipi. Hapo ndio unaona watu wengi wanashinda. Unaweza kunena kwa lugha. Mimi kupata mtoto wangu wa kwanza, nataka niongee nipate. Tulikuwa mahali kwa ngoya. Ile wale tuliokuwa ndani ikawa na kesi. Wakachukua zile kesi. Na penzi sikaenda kwa tiwa maana kulikuwa na kesi. Walipomaliza hiyo kesi, pale Afrika Lipa, kama nilikuwa Afrika Lipa. Mtumishi akasimama kwa kesho usiku akasema naomba mtu mmoja wa mama, kulikuwa na mama anafanya biashara kwa Ngwe sokoni. Akasema naomba tu mtu mmoja ambaye atapigia vijana chai. Mama mmoja, maana wanabeba zile deski zote chai. Iliangalia kanisa zima kwa kesha kila mtu. Nikasikia mtu akinong'oneza kwa masikio, wewe inua mkono. Nilipoinua mkono mama mwingine wamesema wamama wachanga kimbelembele leo. Kuna watu ukitaka kupeleka piga hapo. Anaweza shia baraka sana. Hiyo mama anajua wamesema wamama wewe usiinue mkono. Nikasema chai watakunywa pa. Hata kesho siku imaliza kwa natangaza. Mke wangu hapo ameenda, kaenda nikamwambia nimekuletea vitu msije kaonekana kama anania. Pika chai maana nilikuwa nafanya kazi. Nikapepa tapo siwili. Nikanua mikate mingi. Nikaenda kupelekea walichana. Nikaambia nasikia tena roho ananiambia kwenye naenda kule kwa kanasira kwa siri nitafanya kitu. Nikija tawapa shilingi 300. Mfanye kazi kwa wasiwasi. Huo mwezi. Niliona mke wangu akitema mate kana. Hata leo wewe utatema baraka. Kuna vitu mpaka Mungu anangojea mama. Lakini usipofanya malaika watapita kwako. Bwana sifi. Ambie mwenzako wewe. Mwambie wewe. Ukitaka uwe tajiri, anza kukaa na roho ya kusema hata kama sina, nitasimama katika anga ya maombi, nitafanya vitu vya kupenda. Toka hiyo roho, simama kwa miguu kiangalia kwa macho akiona unapata kusema gani yako ikiwa moja yako. Watu wanaitwa mko. Siwaone vizuri. Watu wanaitwa mko. Tunataka tuongeze maombi. Bwana sifiwe. Ikiwezekana sisi tutapepa ile harusi na maombi. Bwana sifiwe. Hadi maombi yawe wapi? Juu.